Wewe Hassan Joho, siku tutakapokuja kutoa video za wewe na kusoma kitandani, badala ya kupata stroke ya mkono wa kulia utaipata na ya kushoto na ya juu na ya chini. This is what I normally say, and I'll keep on saying it, fellow Kenyans, that once you become a national figure, or once you are a national leader, there are some of the things, or there are some of the behaviors that you should stop doing. I know maybe it might be one of the things that you enjoy doing the most, but you should find a way of just look at yourself. Jaribu kujiweigh na ujiulize ya kwamba this thing that I want to do, or this thing that I'm doing, how is it going to affect my image? Is it going to affect my image in one way or the other? Because you can't tell me that you are a national leader and your sex tape is moving all over. Everybody knows the gender. Everybody knows the kind of behavior or the kind of person you are. I'm saying this because one of the doctors in Mombasa have really disclosed the two people, that is the former governor of Mombasa and the current governor of Mombasa. I think if I talk about that, you understand. It is very much bad. I don't know. Unajua, tuseme tu kweli. I just want us to say the truth. I just want us to talk here and reason together. Because literally when you try to look at mambo, this issue of, I don't know, shall I call it homosexuality? This thing that is being done, kuna watu ambao wanaenjoy, kuna watu ambao wanaona kwamba it is the best thing that we can do, we enjoy it the most. And then now you find that they hide behind a marriage. So because you've become a public figure, so you want to find a way of hiding. So you are hiding behind marriage. Unajua vizuri kwamba that is not who you are. You understand? So it is quite unthinkable, or it is something that it's really draining, na kitu ambacho ni mbaya sana ukigundua kwamba kiongozi mkubwa tu, mtu mkubwa tu ambaye anajifanya kwamba ni mtu mzuri kukuwa na tabia kama hizi. You understand? So I want you to listen to this doctor. Unamwita Rigathi Gachagua malaya. Good. Fine. For the sake of argument, Rigathi Gachagua ni malaya. But Rigathi Gachagua is not a homosexual. Neither is Kalonzo Musyoka a homosexual. Nikuulize Hassan Ali Joho, who was your first wife? Unajua wewe unajaribu kuwadanganya watu, ukizunguka na makashda yako na bakora yako umeishika mkononi, unazunguka wao, unatukana watu badala ya kuzungumzia shida zetu sisi watu wa Mombasa tulizokuwa nazo hivi sasa. Wao unazunguka unakwenda mpaka Manaikuru kwenda kutukana watu, kuita watu mashoga na malaya. Sasa hebu tuanze na huu shoga, huu homosexuality kwanza. Who was your first wife? Samrat. Mke wako wa kwanza akiitwa Samrat, mtoto wa marehemu mzee Kenneth, yule kutoka Seychelles. Nikuulize Hassan Ali Joho, what happened between you and Samrat? Wewe unasema Kalonzo Musyoka ni malaya, Rigathi Gachagua ni malaya. Sasa tuanze na wewe. Ilikuwaje wewe na Samrat? Wewe ulioa mwanamke Samrat, ukawa unaishi naye, ukawa unashindwa kumuingilia chumbani. Your own brother Hussein Hamid Mkilungu, ndugu yako mama mmoja, akawa anamuendesha mke wako, akaingia kumsaidia kazi mke wako, kukusaidia wewe kazi. Mke wako alikuwa analalamika kila siku. So Hussein had to come in na akamzalisha mke wako watoto wawili, Shahid na Kulthum. Mimi situkani, mimi naeleza mambo kama yalivyo. Wewe unaeleza mambo kama yalivyo ya Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa. Haya sasa, na haya yako sasa yaeleze. Samrat akazalishwa watoto wawili na ndugu yako mdogo wako Hussein Hamid Mkilungu. Nenda kapime DNA.
Nenda kapime before you charge me with defamation. Mwambieni Hassan Joho akapime DNA watoto wawili. Wazee wake wakawa wanamwambia kila siku, Hasani, mke wako Samra analala na ndugu yako Huseni. You did not believe it. Siku ulivyokuja kuwakuta kitandani Huseni na Samra wamelala pamoja, matokeo yake ulianguka, ukapata stroke, mdomo ukaenda upande. Mpaka leo unaweka ndevu ufiche ule mdomo wako. Mpaka leo stroke inakwenda ikirudi kwa sababu ya shock ulioipata ulipomuona mke wako amelala na ndugu yako. What did you do? Baada ya hapo ulifanya nini Huseni? Nani Hassan Joho? Ulimchukua ndugu yako Huseni ukamtuma katika biashara ya drugs Dar es Salaam kule Tanzania, ukampangia majambazi Jadu, yule mliokuwa mkimpelekea drugs, mkizitia katika matrakta yale, matairi ya matrakta zikenda Zambia Lusaka, ukampangia na kina Jadu ili Huseni ndugu yako apigwe risasi Dar es Salaam auawe on Nyerere Road. Risasi ikamkosa Huseni kwenye kifua, ikampiga kwenye mguu. Your own brother, baba mmoja mama mmoja. Sorry, mama mmoja. Wewe ni Hassan Ali Joho na yule ni Hussein Hamid Mkidumu. Mpaka leo wewe na yeye you are not in good terms. How dare? How dare? Unasimama unaita watu malaya, unaita watu wasenge, unaita watu mashoga, na ushoga una wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako. Hivi wewe, mimi nikuulize, hii topic ya leo sitaki kuizungumza. Nikuulize wewe na Abdulswamad Sharif Nassir, wewe yule mke wako wa pili, a very beautiful young lady from Italy, babake ni Muitaliano, mamake ni Msomali wa kutoka Malindi, alikufumania wewe na Abdulswamad, mnafanya nini kitandani? Do you want me to give you a slight history on that? History ya wewe na Abdulswamad? No, hiyo nimekuwekea baadaye. You know, there is no way you can remove the peck in your brother's eye kama yako mwenyewe bado hujatoa. Uwezi ukatusi mtu kwamba yeye mtu mwingine ni malaya iwapo wewe mwenyewe, ikiwa wewe mwenyewe unajua kwamba hii nayo yenyewe, this is what I do, this is who I am, this is me. Sasa in fact sasa yako ni mbaya sana. And these leaders, au watu waliharibiwa, I don't know watu waliharibiwa na nini. Because wewe unajua vizuri kwamba tabia yangu ni hii na hii na hii. Na unajua vizuri kwamba this thing is not a secret. Ulifumaniwa mara ya kwanza, ukafumaniwa mara ya pili na mara ya tatu. Bado wewe mwenyewe baada ya kufumaniwa na watu na mtu ama na watu, unakuja unaanza kutusi watu wengine kwamba wao wenyewe ndio wanafanya hiyo tabia, ilhali wajua vizuri kwamba mimi ndio nafanya hii tabia. Hii tabia ambayo nataka kutusi nayo watu kwamba wanaifanya, mimi mwenyewe naifanya na nimefumaniwa sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. You understand? So there is no way you will come out in public and start insulting others or start talking negatively about other people, and that thing that you are talking about is what you're doing. You are good at that. It is something that we really need to think about. It is something that we really need to discuss. We have to talk about this thing. Because we can't be having shameful leaders. We can't be having shameful leaders like this. Leaders that does things simply because they think that that is exactly what is supposed to be done. We can't be having such kind of leader. In short, we can't keep on having we can't tolerate such kind of leaders. And then they are the ones that are telling us that we need to be president. We want this. No. It is high time we talk about these things and we end it. It is high time these leaders realize that we are leading people. We are not leading dogs. We are not leading pigs. We are leading human beings, and we should act as an example. I want you to listen. I want you now to tell me what you think at the comment section, because these things that are happening, these things that these guys are saying, these things that are normally being said are happening, and they are there. And they're in the public domain. You have to understand
that these things are always in the public domain. Na ndio maana nimekuambia as a leader, a leader should be very much careful when they are attacking others, because the moment umeanza kuattack watu, hiyo ndio wakati ambapo your page will be opened, and whenever your book is opened, it normally turns out to be a very bad thing, and you can't run away from it. So let me know what you think at the comment section, fellow Kenyans, but please don't forget to subscribe and also tell me where you're watching this video from.